Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Katika darsa yetu ya salatul maqbula, darsa iliyotangulia tulieleza ubaya ya mtu kuweka umbwa sharia, jinsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sharia yake inavyohitajia mbwa gani unafaa kufuga, yupi hufai kufuga. Baada ya kumaliza hayo tukasema tutakuja kuieleza tahara min alhadath, kutahirika kutokana na hadath. Wama huwa alhadath? Hadath yenyewe ni nini? Alhadath hiya tatahuru min an-najasa. Hadath ni kujitahirisha kutokana na najisi ya maanawiya, ya kimaana, sio najisi ambayo kwamba unaiona. Yani unasafisha najisi ambayo kwamba huioni. Ai bisababi amrin la tubsiruhu al-ain, unasafisha kitu ambacho kwamba macho yenyewe haiwezi ona. Wa ghairu al-hisiya, sio najisi ambayo kwamba mtu anahisi, yani ni kitu ambacho uko na uwezo wa kuishika ama kuigusa. Fala talmasu al-yad, najisi ambayo kwamba unaambiwa uioshe wakati macho haiwezi kaiona, wala mkono haiwezi kawa ni yenye kushika, wala yashumu hal anfu, hata pua haiwezi ikainusa. Wajia najasatul hukmiya, nae ni najisi ya hukumu ya sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa izalatuha tanfidhan li amri shari'il hakim, kuiondosha hiyo najisi ni kuifuata ama kuitekeleza sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ulama wanasema alhadath huwa wasfun qa'imun bilbadan, ni sifa fulani ambayo kwamba mwili iko nayo. Yamna'u min ada'i salah, sifa hiyo itamzuia mtu kuweza kuitekeleza ibada ya sala wa nahwiha, na mfano ya ibada ya sala, ibada ambazo kwamba mimma yushtaratu lahu tahara, ibada ambazo kwamba huwezi kuitekeleza ile ibada mpaka ukuwe umetahirika kutokana na najisi ambayo kwamba iko kwa mwili wa mwanadamu, najisi ambayo kwamba macho haiwezi kawa ni yenye kuona, pua haiwezi kawa ni yenye kunusa, hata kushika huwezi ukawa ni mwenye kushika, najisi ambayo kwamba unaitekeleza kuitekeleza hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ila akhir alaya, ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala akituhimiza pale mja ataposimama kuenda kutekeleza ibada ya sala awe ni mwenye kuizingatia aya ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala aliileta aadha zote, viungo vyote ambao kwamba mtu anaziosha ndipo aweze kuruhusiwa kuitekeleza ile ibada ya sala. Wa huwa mukhtalifun tamaman 'anil najasa, na hii hadath inatofautiana na najisi ya kawaida. Yani hii hadath ambayo tumeeleza ni hukumu ya sharia, wewe unaitekeleza hukumu ya sharia, si unaosha. Unaambiwa kukua unafaa kuitahirika kutokana na najisi ya hadath, hadath ambao kwamba unajisi wake huioni, bali wewe unaitekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inayokuambia wewe unafaa kuiosha viungo kama zile. Utafautia hii najisi ya hadath na najisi ya kawaida iko utafauti ambao kwamba ni mkubwa zaidi. Awalan, falmuslimu la yusafu bi annahu najis, muislamu hawezi akasifiwa ya kuwa yeye ni najis, walakin kad taqa'u alayhi, lakini muislamu anaweza najisika. Kuna uwezekano najisi kawa ni yenye kumpata muislamu yule, au takhruju minhu, au najisi kawa ni yenye kutoka ndani ya yule muislamu. Kama lau tabawwala almar, kama vile mtu akaenda haja ndogo, faqad ahdath, wakati akienda haja ndogo atakuwa ametangukiwa na udhu, yani wakati hiyo atakuwa na hii hadath. Au asabatu najasa, wakati hiyo pia nayo najisi itakuwa ni yenye kumpata.
Faidha stanja, huyo mtu atakapojitamba au istajmara, ama akajitamba na toilet paper na vitu vingine, faqad azala najasa, hapo tutamwambia huyo mtu najisi imeondoka kwake. Wabaki alhadath, lakini hadath itakuwa ni yenye kubaki. Fayahtaju lilwudhu'i hata yumkinahu ada'u salah, inahitajika kwake aende atawadhe ndipo aweze kuruhusiwa kuitekeleza ibada ya swala. Hapo tutapata kwa kuwa najisi inaondoshwa kwa kuoshwa, lakini hadath inaondoshwa kwa kutawadha. Kiungo ile ambayo kwamba unaziosha wakati pale unapotawadhi, sio hiyo kiungo iko na najisi unaiona ndipo uweze ukaitekeleza, bali sharia Allah subhanahu wa ta'ala inakuja na kuambia kwa kuwa osha hizo viungo ndipo uweze ukasafika kutokana na zile hadath ambao kwamba akili ya mwanadamu haziwezi kawa ni yenye kufikiria, macho ya mwanadamu haziwezi kawa ni yenye kuona, pua ya mwanadamu haiwezi kawa ni yenye kunusa, hata mwili wa mwanadamu haiwezi kawa ni yenye kuistidraku kuigusa najisi kama hiyo ambapo kwamba sharia inakwambia hapa panastahili kuoshwa ndipo uweze ukaruhusiwa uingie ndani ya ibada wakati ukiwa ni msafi. Sasa huyo mtu atakapojiosha kutokana na zile najisi atakuwa amesafika na najisi, lakini hadath bado angali nayo mpaka aweze atawadhe. Hapo ndipo aweze akaambiwa unaruhusiwa kuswali. Au ihtalama almuslim, ama muislamu akaota ndoto ya kiutu uzima, walamma staiqat, alipoamka raa faqad amna, aliona tayari ashajichafua sehemu ya chini, yani amejikojolea. Sio mkojo tunayoongelea ni ile mkojo mtu anaipeleka huko chooni, la hasha, hii mani ya mtu mzima ndio tunayoongelea. Hal naqulu lahu udkhul dawrat almiyah, huyo mtu tutamwambia aingie chooni, wanadhif auratak wa thawb, usafishe uchi wako na nguo. Hiyo ndio maneno wakati huo tutamwambia? La, sio maneno ambayo kwamba tutakayemwambia wakati huo, bal naqulu lahu wajaba alayka alwudu walghusl ma'an, tunamwambia wewe kinachokubidi wewe kuifanya ni utawadhe pamoja na kuoga mwili mzima. بينهما فروق وإدراكها نافع جدا للمسلم. بين يعني utafauti kati ya raf'u alhadath wa raf'u najasa, kuondosha hadathi yani najisi ya hadathi na kuondosha najisi yenyewe, kati yao iko utafauti mkubwa zaidi ambao kwamba kujua muislamu utafauti wake ni elimu ambao kwamba yenye kumnufaisha kwa percentage kubwa zaidi ndani ya maisha yake. Wa min alfuruq, miongoni mwa utafauti ambao kwamba inayepatikana kati ya hadath na kati ya najas, anna irtifaa alhadath, kuondosha ile najisi ya hadath, najisi ambayo kwamba sharia inamwambia kwa kuwa hapa pako na najisi unafaa kuiondoa, najisi ambayo kwamba wewe hujui imeingia namna gani, ajuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kati ya najisi hiyo ambayo kwamba ndio jina yake tunaita hadath na hii najisi ya kawaida, anna rafa alhadathi, kuwa hii kuondosha najisi ambayo kwamba akili ya mwanadamu haiwezi kufikiria, macho ya mwanadamu haiwezi kaona, pua ya mwanadamu haiwezi kawa ni yenye kunusa, yakunu bighasli a'dha'i muayyan. Hii hadathi hii usafi ama utahara hii hadathi inaitegemea viungo maalumu katika viungo vyako. Fala yakunu ala ainin wa innama alwudu, fala yakunu ala ainin, huyoshi kitu ambacho kwamba wewe unaiona, bali chenye inahitajika utahara wake, wa innama alwudu, inahitajika wewe utawadhi peke yake. Ghaslun wa mashun li a'dha'i muayyan, kuosha ama kupangusa viungo maalumu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliambia waja wake ama waislamu tuwe ni wenye kuziosha viungo, kama vile wakati pale tutakapohitajia kuenda kuswali ama kusoma Qur'an na vinginevyo ambao kwamba tutakuja kuzitaja. Wal ghusl, ama kuoga, ghaslun liljismi, ni kuoga mwili mzima. Maana hadath ni mbili, hadathun akbar wa hadathun asghar. Hadathul akbar ni kuoga mwili mzima, hadathul asghar ni kutawadha. Ama zawalun najasa, ama kuondosha najisi, ile najisi ya kawaida
ambaye nyuma tulifanikiwa kueleza, fayakunu bighasli ainin, hiyo inategemea kuosha najisi yenyewe ambayo kwamba imekupata, au qal'i ainin, ama kuiondosha najisi ambayo kwamba iliyokupata. Uiondoshe kwa kuosha na maji ama uondoshe kwa kufuta. Yani tunapendelea wakati ambapo kwamba wewe unasimama kutawadha, unaosha viganja vyako vya mkono. Hiyo viganja vyako vya mkono iko na uchafu fulani ndio unaiondoa ili uioshe? La, bali unaiosha hiyo kiungo kwa sababu ya kutawadha. Udhu, kilicholeta udhu ni nini? Ni sharia Allah subhanahu wa ta'ala inakwambia kwa kuwa wakati unahitajika kufanya ibada fulani, uwe ni mwenye kufanya ibada hii kabla ya kufanya ile ibada. Watatamagmag, sometimes ukitawadhi baada ya kuosha viganja vyako vya mkono, unaosha mdomo wako. Si ndani ya mdomo yako na uchafu fulani ama najisi fulani ndipo unaiosha, bali unaifanya hiyo kwa sababu ya kuondoa hadath, na hadathi yenyewe ni sharia Allah subhanahu wa ta'ala inatuambia pale unapohitajika kufanya ibada fulani uwe ni mwenye kuitanguliza udhu. Amma zawalul khabath, ama kuondosha najisi ya kawaida, fa innahu yakunu biqal'i ainin, hiyo inategemea kuosha najisi ambayo kwamba iliyokupata mwili wako. Wala yataadda ma siwa, na hiyo haikupelekei wewe kuosha kiungo ngine mbadala ambaye haikunajisika. Yani hadath inategemea viungo fulani peke yake wewe uioshe, lakini kuepukana na najisi ama kusafika kutokana na najisi ama kujitahirisha kutokana na najisi inategemea kiungo gani iliyonajisika, ndipo unahitajika uwe ni mwenye kuiosha. Thania, ima ya pili miongoni mwa utofauti kati ya najisi na hadath, anna raf'al hadath, yakuwa kuondosha hadathi la yakunu illa bilma, haitegemei hiyo hadathi, yani kutawadha na kuoga haitegemei ama mtu apasi kutumia kitu yoyote ngine illa bilma, isipokuwa maji, au turab, ama mchanga, inda al-ajzi, wakati pale umeshindwa kutumia maji kama yale kwa sababu ya ugonjwa, au fukdani hii, ama umekosa maji, hata maji huna, hapo ndipo uweze kuruhusiwa. Yani hadath, kuondosha hadathi inategemea mambo mawili peke yake. Tumia maji, kama sio maji uwe ni mwenye kutumia mchanga pale utakaporuhusiwa kutumia mchanga. Amma zawalul khabath, ama kuondosha najis, liqauli rajih min ahli al-ilm, kauli yenye kutegemeka mbele wanazuoni ya elimu, annahu yakunu bikulli ma yuqli'u, hii inaondoshwa na kila kitu ambacho kwamba kiko na uwezo wa kuiondosha ile najisi aini yake. Yani ile najisi pale ambapo kwamba najisi pameingia, kila kitu ambacho kwamba uko na uwezo wa kuiondosha na najisi kama hiyo uko na uwezo wa kutumia. Tofauti na hadath. Hadath tulisema unatumia mambo mawili peke yake. Maji ya kwanza, pale utakaposhindwa na maji ama ukawa ni umekosa maji, huna maji, hapo ndipo utakuwa ni mwenye kuruhusiwa kuitumia mchanga. Ama hii najisi ya kawaida uko na uwezo wa kuondosha na kitu chochote ambacho iko na uwezo ya kuiondosha ile najisi. Yani lau annaka stanjait, yani laiti ingekuwa wewe mwanadamu umekuja umeingia chooni ukajitamba, au ghasal, ama ukawa ni mwenye kuiosha makana najasa, sehemu ambayo kwamba imeingia najisi, mkeka imeingia najisi ukawa unataka kuiosha ama umeiosha, nguo yako imeingia najisi ukawa ni mwenye kuiosha, umeingia chooni ukawa ni mwenye kujitamba, najisi hiyo ukawa ni mwenye kuiosha bima sabun, kwa kutumia maji ya sabuni, yani maji ambayo kama imechanganyika na sabuni, wewe ukawa ni mwenye kuitumia maji yale ili kuitahirisha kutoka maneno ile najisi ambayo kwamba iliyokupata mwili wako, mkeka wako, ama sehemu yote ambayo kwamba ulikuwa kumeingiwa na najisi kama hiyo. Au ma'wardin, ama umeitumia maji ambayo kwamba imechanganyika na marashi fulani, yani maji ambayo kwamba sio maji piwa, iko vitu ambayo kwamba yale maji yamechanganyika nayo. Wazalat ainuha, maji kama yale, maji ile ya maji ambayo kwamba imechanganyika na sabuni, ama hii maji ambayo kwamba imechanganyika na kitu tofauti, yakaweza kuiondosha
ile najisi ambayo kwamba iliyokuwa juu ya hiyo kiungo ama juu ya ile nguo ama juu ile keka. Fa inna rajih min aqwali ulama, maneno ambayo kwamba yenye kutegemeka mbele ya wanazuoni, annaha tazul, hakika hiyo najisi itakuwa ni yenye kuondoka. Wa yusbihu almaqsulu takiran, sehemu ambayo kwamba ulioosha pia nayo yatakuwa imetahirika. Yani maji ambayo kwamba umeitumia ni maji yamechanganyika na sabuni ama maji yamechanganyika kitu yoyote kingine, pengine kitu kama rangi, maji yamejichanganya nayo. Alhasil maji yamechanganyika, sio maji pewa peke yake ndio umeitumia kuweza kujisafisha nayo. Lakini najisi yakaweza kuiondoka. Ulama wamesema najisi kama hiyo yatakuwa ni yenye kutahirika. Lakini intawadhata bihi, maji hiyo ambayo kwamba imeweza kutahirisha najisi kama ile, mkojo umeingia ndani ya nguo yako, umeosha na maji ya sabuni. Mkeka mtoto ameikojolea, wewe ukaja ukaiosha na maji ambayo kwamba yako na marashi ndani yake. Ulama wanasema hiyo mkeka, hiyo nguo yatakuwa ni yenye kutahirika. Lakini maji hiyo ambayo kwamba imetahirisha najisi kama hiyo, wewe ukaja ukatawadhi nayo, fa innal hadath la yartafi, hadath haiwezi kaondoka. Hadath tumesema nini? Udhu na kuoga. Mtu ambaye kwamba ako na janaba anapaswa kuoga, yule ambaye kwamba ana udhu anapaswa kuwe ni mwenye kutawadha. Maji haya ambayo kwamba umeosha nayo najisi yakaweza kuondoa ile najisi, hayatokuwa na uwezo wa kuweza kuondosha hadathi ambayo kwamba ni ya kutawadha ama kuoga. Uko na janaba ukaoga na maji ambayo kwamba imechanganyika na sabuni, utaambiwa ile hadathi yako haikuwa yenye kutosheka. Hatumaanishi wewe uwe ni mwenye kuoga bila sabuni, la, hatumaanishi hivyo. Unaistahili, tukiingia katika babu al-hadath al-akbar tutakuwa ni wenye kuieleza kwa usawa zaidi, tutakuwa ni wenye kuifahamu zaidi. Lakini hiyo maji ambayo kwamba umechanganya na sabuni, yani umeweka beseni yako ukamwaga ndani yake sabuni, maji ukakoroga na sabuni, alafu ndipo unaikuja ukawa ni mwenye kutawadhi na maji ambayo kwamba yamechanganyika na sabuni, ama ukawa unaoga pasi na kujimwagia maji mengine yote, wakati hiyo hadathi yako haitakuwa ni yenye kuondoka. Tutakwambia umeoga ndio, lakini hadath haikuwa ni yenye kuondoka. Hatukwambia umetawadhi na maji ya sabuni ama maji ambayo kwamba iko na harufu ya mafuta. Tutakwambia ndio umetawadha, lakini udhu yako haitakuwa ni yenye kusi. Liannaha, kwa sababu la tarfa'u illa bima'in mutlaq, hadath haiwezi kaondolewa na kitu chochote isipokuwa maji piwa peke yake. Wa hadha laysa ma'an mutlaqan, na hii maji ambayo kwamba umeitumia sio maji piwa, ni maji ambayo kwamba yamechanganyika na kitu fulani. Thalithan, imma utafauti wake ya tatu kati ya hadath na najas, yani raf al-hadath, kuondosha najisi ambayo kwamba macho haioni, pua haiwezi kawa ni yenye kunusa, ama najisi ambayo kwamba sharia inakuja inatuambia kwa kuwa hiki kitu unafaa kuondosha, ambayo kwamba juu ya hiki kiungo iko kitu kinachoitwa hadath ambaye imejificha hapo. Utahara wake ni kutawadha, ama utahara wake ni wewe kuwe ni mwenye kuoga mwili wako. Imma thalithan, ya tatu, utafauti kati ya najisi ya kawaida na najisi hii ambayo kwamba dini imeileta, ambayo kwamba mwanadamu hawezi akawa ni mwenye kuijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anna man salla, kwa yule ambaye kwamba atakayeswali muhdithan, akiwa na hadathi, yani ako na janaba ama hana udhu. Hadath tunamaanisha kati ya udhu na kutooga kutokana na janaba. Huyu mtu ako na hadath, hana udhu, akaingia swala akaswali. Ako na janaba, akaingia ndani ya msikiti akaweza kuswali. Nasian, ameswali ikiwa yeye amesahau, kama hana udhu ama alikuwa na janaba. Thumma tadhakkar, alafu baadaye ndipo akaja akakumbuka, yajibu alayhi an yatawadda, ni lazima yeye aweze arudie tena atawadhi upya, au yaghtasil, ama aweze akaoga kama alikuwa na janaba. Yuidu salah, alafu ndipo swala aweze kurudia. Yani akiwa ameikumbuka hakuwa na udhu na ameingia ndani ya swala, ni lazima awachane na hiyo swala, aende atawadhe, ndipo aweze kuja kuitekeleza ile ibada ya swala. Ako na janaba, akakumbuka ndani ya swala ya kuwa yeye alikuwa na janaba hakuoga, atabidi awe ni mwenye kurudia hiyo swala. Wacha hapo aende aoge,
aweza kurudia. Fala udhra fi raf'i alhadath binnisyan, hakuna udhuru kuondosha hadathi kwa kusahau. Yani hawezi kuruhusiwa mtu ati amesahau ndipo ambiwe kwa kuwa swala yako itakuwa ni sawa. Faman salla muhdithan, yani yule ambaye kwamba atakayeswali ila hali yeye akona hadathi, yani hana udhu ama akona janaba, dakhala as-sala, na akaja akaingia ndani ya swala, yani mtu yeye pengine alikuwa na udhu, ametawadha udhu yake ikiwa sawa, pengine amechelewa swala ya dhuhuri, akakuja alasiri ndio hiyo karibu, bahati mbaya pengine amelala, udhuru imemshika, amekuja karibu na asr, akaja zake akatawadha, akaingia akaswali ile swala yake ya dhuhur. After kumaliza swala kidogo ametoka akawa anapiga story na wengine, bahati mbaya upepo yakaweza kumtoka, udhu ikatanguka, yani udhu ikaharibika kwake. Amejua wakati huo, lakini akaona nitakuja kutawadhi, akasahau, imekimiwa swala, akaingia ndani ya swala asr, na yeye akifikiria kuwa udhu alikuwa nayo kwa sababu ameswali dhuhur sahihi tu. Ndani ya swala yake akakumbuka kumbe iko wakati upepo imenitoka, udhu yangu imeharibika. Mtu wa pili kwake nyumbani ameota jana usiku, kuamka asubuhi yake amesahau kuoga, ama kwa sababu ya shughuli akatoka akasema mimi nitaoga tu baadaye. Ameshikika hakuoga mpaka dhuhuri imempata, akaja zake msikitini, amesahau kama alikuwa na janaba, akatawadha akaingia ndani ya msikiti, Allahu akbar, amefunga swala yake. Baada makabbar, baada hawa watu aina mbili wakawa ni wenye kupiga takbira yao ya swala, wamefunga swala, Allahu akbar fi salah, wakiwa ndani ya hiyo swala, tadhakkar, kila mmoja akawa ni mwenye kukumbuka annahu muhdith, ya kuwa yeye ako na hadathi. Yani mmoja akakumbuka yeye ako na udhu yake imeharibika, mwingine akakumbuka ya kuwa ako na janaba, iko wakati alipata janaba hakupata kuoga. Ako wapi wakati hiyo? Ako ndani ya swala na swala tayari ameshafunga, huenda ameswali raka moja mbili mbele yake. Mal wajib alayhi, nini sasa huyu mtu itambidi yeye afanye? Alwajib alayhi, kinachompasa huyu mtu afanye, an yakhruja min as-salah, ni atoke ndani ya hiyo swala, wa yadhhab, aende, wa yaghtasil, yule ambaye kwamba ako na janaba aoge, au yatawadha, ama yule ambaye kwamba hana udhu aweza akatawadha. Walaysa mukhayyaran baina an yabqa wa yukmila as-salah wa baina an yakhruj, huyo mtu hapewi chance ya kufikiria ama kuchagua kati ya kubaki ndani ya swala amalize swala, ama kati ya kuacha swala aende akajukumike. Bal wajib alayhi, bal kinachombidi yeye kufanya wujuban, tena kwa njia lazima, an yakhruja, atoke ndani ya swala, li'annahu la yajuzu lahu an yusalli wa huwa muhdith, kwa sababu yeye hafai kuswali akiwa na ile hadathi. Hadathi ni kutokuwa na udhu na kuwa na janaba. Thumma yati wa yusalli ma aljamaa, alafu baada ya kuwa ametekeleza ile wajib, arudi aweze kuitekeleza ibada yake pamoja na ile jamaa, ai baada tanfidhul hukm alwajib alayhi, baada ya kuwa yeye ametekeleza ile hukumu ambayo kwamba inapasa yeye kuweza kuitekeleza, ya kutawadha asiyekuwa na udhu na kuoga janaba yule ambaye kwamba aliyekuwa na janaba. Hii ni njia moja. Njia pili, mata dhakara hata sallam, hawa watu aina mbili, yule ambaye kwamba hakuwa na udhu ameingia ndani ya swala, ako na janaba ameingia ndani ya swala. Ya kwanza tumesema amekumbuka ndani ya swala, ako ndani ya swala akaikumbuka. Hii ya pili, mata dhakara hata sallam, hakukumbuka, yani wote wawili hawajakumbuka. Mmoja hakuwa na udhu, hajakumbuka kama hakuwa na udhu, ameendelea swala yake. Ako na janaba, hakukumbuka kama alikuwa na janaba, akaendelea ndani ya swala yake mpaka wakamaliza assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hawakuwa ni wenye kukumbuka kama walikuwa na shida fulani ambayo kwamba inye kuizuia swala yao kutokubaliwa. Baada ma sallam, baada ya kuwa wao umepiga salam, wa dhahaba ila albayt, kila mmoja akaenda zake, wa kwenda kazini, wa kwenda nyumbani, tadhakkar, kila mmoja akaja akaikumbuka ya kuwa
mmoja hakuwa na udhu, mwingine akakumbuka alikuwa na janaba. Faminan nas, hapo ndipo tutaweza kupata shida mingi. Sababu utapata mwanadamu yule ambao kwamba atakayejijaza yeye mwenyewe atasema hiyo mimi ni mwenyewe nilikuwa nimesahau, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anayejua kenye ambao kwamba pepeso ya macho chenye inafikiria na vifua venye vitu ambao kwamba vifua vimesitiri. Kawa anajijaza anasema Mungu anajua mimi nimefanya, nimeswali, lakini sikuwa najua kama mimi sikuwa na udhu. Mwingine anasema inna Allaha ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, hiyo atakuwa ananisamehe kwa sababu mwenyewe nimefanya pasi na kujua. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anasema rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana, dua ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwekea waumini ndani ya Qur'an, rabbana la tuakhidna, ya Rabbi usituchukulie kile ambacho kwamba sisi tumesahau ama tumefanya kwa kukosea. Sasa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma, atakuwa ni mwenye kunisamehe. Alam, lakini jua inna baba alhadathi la yu'dharu fihi binnisyan, mlango ya hii hadathi ni mlango ambao kwamba ya kutawadha na ya kuoga, hii mtu hawezi kupewe excuse ya kusahau katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalik, kwa sababu hiyo ndio Mtume sallallahu alayhi wasallama alipoona sahaba wa fi dhahri qadamihi lama'atun, juu ya mguu yake kulikuwa na space kidogo ambao kwamba kakadiri dirhami, kiasi cha shilingi, palikuwa pakavu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia yule sahaba, wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ni kwa wale watu ambao kwamba wanajisauzisha visigino vyao katika udhu, hawaoshi miguu yao, visigino vikao ni yenye kubaki pakiwa pakavu. Mtume sallallahu alaihi wasallama amarahu an yadhhaba wa yatawadda, alimuamrisha aende atawade tena upya. Hii ni dalili kuonyesha kwa kuwa mtu hatoruhusiwa, hatopewa excuse ya kuwa yeye amesahau. Amma man nasiya najasatan, ama yule ambao kwamba aliyesahau najisi fulani, kama mtu maybe pengine nguo yake iko na najisi, fasalla, akaswali na ile nguo ambayo kwamba iko najisi, thumma tadhakkar, alafu ndipo akaja akakumbuka, fa innal jamhur wa hadha huwa rajih, ulama kwa wingi wao, na hii ndio kauli ambayo kwamba yenye kutegemeka, yarauna annahu ma'dhurun, wanaona ya kuwa huyu mtu ako na udhuru ya kutosha, wala yajibu alayhi an yu'ida salah, huyu mtu hatoambiwa aweze kuirudia ile swala. Wa inma yajibu alayhi an yaghsila an-najasa, wajibu ambao kwamba inahitajika kwake yeye ni kuiosha ile najisi peke yake. Yani law anna insanan, laiti mtu hamala ibnahu alladhi akala ta'am, mtu akabeba mtoto wake ambao kama amefika hadi ya kukula chakula, amekula chakula, fabala ibnu ala thawbihi, yule kijana akamkojolea yule babake kwa nguo yake, falam yaghsilhu, yule mzazi hakupata nafasi ya kuosha ile nguo, au yubadil, ama hakupata nafasi ya kuibadilisha ile nguo, akavaa nguo ambayo kwamba ni iliyokuwa tahara kwa wakati huo, alisahau, ila an hadara waqta salah, mpaka wakati ya swala ikafika, fanasia, akasahau kubadilisha ile nguo ama kuiosha sehemu ambayo kwamba ilionajisika, wadhaba bihi ila almasjid, ile nguo akaenda naye msikitini, wasalla, akaswali ma'an nas, pamoja na watu jamaa, wa baada ma raja, alipomalizana na swala akarudi nyumbani, tadhakkar, akakumbuka ya kuwa hiyo nguo aliyeswali nayo huko msikitini palikuwa na najisi, au dhukir, ama akakumbusha ya kuwa nguo uliyoswali nayo pamekojolewa na mtoto. Huna hapo sasa arraji min aqwali ahli alilmi, maneno ambayo kwamba yenyekuwa na mshiko mbele ya ulama, anna salatahu sahiha, sala huyo mtu ni sahihi kabisa. Hapa yuko utofauti gani? Yule ambao kwamba alikuwa hana udhu ama alikuwa na janaba, wameswali wamesahau, swala yao wakaambiwa ni lazima warudie.
huyu mtu ambaye kwamba nguo yake ilikuwa na najisi amesahau akaswali ile nguo, anaambiwa swala yake itakuwa ni sawa, hata hitajika huyo mtu kuweza kuirudia. Utofauti ni nini? Hiyo hadath mtu hawezi kusamehewa, lakini najas mtu atakuwa ni mwenye kusamehewa. Lianna nabiy sallallahu alayhi wasallam, siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam salla bi ashabihi, aliswali na masahaba yawman bin alihi, na viatu vyake. Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali na masahaba akiwa na viatu. Thumma wa huwa fi athna as-salah, alipokuwa katikati ya swala mtume sallallahu alayhi wasallam khala'ana alahu, alivua ile viatu vyake. Thumma akhbara anna Jibril alayhi salam, alafu baada ya swala akaambia masahaba ridwanullahi alayhim ya kuwa Jibril alayhi salatu wasalam akhbarahu, alikuja akamwambia anna fi na'lihi, ya kuwa viatu vyake, yani viatu vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Jibril anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam katikati ya swala ya kuwa viatu vyake qadaran, iko na uchafu, yani akipendelea najisi. Fanabi sallallahu alaihi wasallam, hapo mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo akaweza kuivua ile viatu vyake. Hapa chenye tunajifunza ni nini? Lam yabtul ma madha min salatihi, mtume sallallahu alaihi wasallam hakuanzisha swala yake upya. Pale alipovua viatu hakuvunja swala akaanza upya. Ma'a kauni najasa kainun ma'ahu mudh dukhulihi salah, pamoja na kuwa ile najisi ilikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia pale alipoanza swala. Maana viatu yalikuwa na najisi pale mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga swala, lakini pamoja na hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuanza swala yake upya. Pale alipoambiwa alivua ile viatu peke yake na akaendelea na swala. Liannahu lam yakun aliman, kwa kuwa yeye hakuwa anajua kama alikuwa na najisi. Fakadha idha nasiya, hivyo inachukulika akisahau pia nayo. Khamisan, ima ya tano, min alfuruq aidan, utafauti yenye kupatikana kati ya hadath na najas. Baina alhadath wa najas anna alhadatha yanqudhu alwudu, hadath inaharibu udhu ya mja. Amma alkhabath, amma ile najas fala yanqudhu alwudu, haiwezi ikamharibia mtu udhu yake. Ai idha kharaja min al-insani rihun, pale mwanadamu atakapotokwa na upepo, min fusain, upepo ikawa yenye kutoka bila sauti, au dhuratin, ama ikatoka na sauti, haijalishi, fa inna udhu'ahu yanqudhu, udhu yake itakuwa ni yenye kuharibika. Wajibu alayhi an yatawadha, inapaswa kwa ile mtu arudie kutawadha kwake. Amma law kana al-insanu mutawaddian, amma laiti ingekuwa mwanadamu akona udhu yake wasakatat alayhi najasa, najisi ikaja ikadondokea yeye, mfano mtu akawa yeye akoka kwa sala ndani, ama akawa yeye ametawadhi ako na udhu yake, ndege imepita juu yake ikawa ni yenye kuenda kinyesi, ile kinyesi ikaingia ndani ya nguo yake. Ama mtoto ambaye kwamba amejikojolea, baba tayari akawa yeye akona udhu yake tayari, baba akawa ni mwenye kuibeba ile mtoto, akashika ile mkojo ile mtoto, au wataaha, ama akaja akaikanyaga na mguu wake, najisi kama hiyo, falwajib alayhi, ile ambayo kwamba inamlazimu yeye ayuzila najasa, ni aosha ile najisi peke yake, duna ludhu, hataambiwa arudie tena kutawadha. Fa inna suquta najasa, kwa sababu ile najisi kumwangukia yeye, ala almutawadhi, jua yule mtu ambaye kwamba aliyatawadhi, la yanqudhu ludhu, haimharibi yeye udhu, walakin yujibu izalatahu, chenye ambacho kwamba inambidi yeye kufanya ni kuweza kuiondosha ile najisi peke yake. Hii ndio utofauti ambao kwamba yenye kupatikana kati ya hadath na najas. Hapo ndipo tutakomea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kituwafikia, tutakuja kuieleza sasa inqisam alhadath, hadath imegawanyika sampuli ngapi, kutawadha namna gani mtu anapaswa kutawadha katika sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuoga janaba, mtu analazimika kuoga janaba kwa sababu gani na ataoga vipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kituwafikia, tutakuja kuyaeleza hayo katika maqta al-qadim. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.